ya mlango. Unayanywa yote? Chemsha utakunywa asubuhi na jioni kwa siku 7. Sawa. Hii hapa utakunywa wiki 2. Lakini sasa anza kwanza hizo kunywa. Hii kama kesho unaanza kunywa, yani kama kesho umebreed unaanza asubuhi. Sawa sawa. Sawa, nimekuelewa. Hizi asubuhi na jioni maji yakipungua unachemsha. Sawa sawa, nimekuelewa. Nashukuru. Kaka vipi? Salama. Wapo ndani huko? Hodi. Hodi. Kelele. Habari shemeji. Salama. Nilikuwa nauliza nimemkuta Mula. Mula? Sijui kama umemkuta au hujamkuta. Alafu kwanza, hapa kwa msaki marafiki. Kama kutana mkutani huko juu kwa juu. Hapa sitaki marafiki. Kwanza kuja kuuliza hapa mimi natembea naye mgongoni au nambeba. Umemuona amchukue? Mbona leo shemeji kabisa upo sawa leo. Naamka vibaya. Basi mimi nikuache yasija kama mengine. Safari njema. Asante, nimekuja mganga. Mtoto wangu kaanguka ghafla. Nilitoka nyumbani, anarudi ameenda. Nakuja kuambiwa ameanguka. Kwa hiyo nimemleta mganga, naomba nisaidie. Mtoto wangu ana hali mbaya. Hana tatizo. Wakati mwanangu ana hali mbaya hivi, nisaidie mamangu. Nisaidie mganga. Mtoto ana hali mbaya huyu na babake hayuko amesafiri. Naomba nisaidie mamangu. Naweza kwenda. Nisaidie mamangu. Nisaidie, mtoto ana tatizo huyu. Pole kwa matatizo na ugonjwa. Asante. Sawa, ila akifika kaka yako, mwambie rafiki yake Mkamba alikuja. Sawa, nitamwambia. Lakini naye pole sana kwa matatizo ya nyuma ambayo ulikuwa unamuuguza mama yako. Pole sana. Umeajuaje yote hawa wakati upo nyumbani kila siku? Kaka Mula ananiambia kuna mtu yake anaitwa Mkamba. Anauguliwa na mama yake kazi. Na ulijitambulisha wewe ndio unaitwa Mkamba bila shaka. Nikajua ndio wewe. Asante. Ila subiri mimi nikuache, natangulia juu kidogo kwenye mishemishe zangu. Akirudi utamfikishia salamu. Sawa, nitamfikishia. Uwe na siku njema. Na kwako pia Mkamba. Sawa.
Purchase your tracks today. Nimefurahi sana. Yaani uweza amini mke wangu hata mwenyewe nimefurahi sana. Kwani? Si kama hivi mke wangu tuko wenyewe lakini hapa nategemea miezi 9 mbele hapa. Sisi tuko na kachali ndani. Si. Kwanza sio kachali, ni kama mwanangu wa kike. Kama mama yake. Wa kike? Basi tuwekane dau. Mimi ndaka mtoto wa kiume. Sawa, haina shida. Sawa. Ndio jambo moja nataka nikwambie. Na 40 ya shangazi. Najua kipindi kile umenikazia sana nisiende msibani. Na mimi nikasema sipotelea mbali. Nikae na mdogo wangu. Ila raundi hii kwenye 40 naomba niende. Ushaanza na mambo yako na wewe. Mambo gani? Kwani mimi na tuliongea nini? Hivyo kwani unakuwa na roho mbaya sana mke wangu? Asa roho mbaya nini hapo jamani? Msibani umenizuia nisiende. Sawa. Hadi 40. Unafikiri kule nyumbani nifikiriaje hivi? Kwa hiyo ni yako ondoka na cheni mzigo hapo. Mzigo uko wapi? Kwa mdogo wangu wewe umekuwa mzigo sasa hivi. Sijamaanisha hivi. Lakini sijakubaliana naye. Hata mimi hujakubali, mimi lazima niende sababu sio mimi kukubali lawama kwa nyumbani. Napigiwa simu kila siku kijijini. Mwanaume mbishi. Ile dada anaingia na nisikie. Yaani tena kumfanyia ndumba atakubali mwenyewe ataingia nyumbani. Mtoto alikuwa ameanguka asubuhi. Sasa nikamkimbiza kwa mganga. Mganga akashindwa kuona matatizo yake. Hapa ndo tunatoka hospitali. Sasa ningefanyaje? Wewe mwenyewe usingeweza kukaa kimya na mtoto. Mtoto alikuwa na hali mbaya. Nikashindwa kuvumilia. Sawa. Anaendelea vizuri kidogo. Ngoja tuziangalie hizi dawa. Haya sawa. Haya, kazi njema. Haya sawa. Nimetoka chuo, dada yake nikasema ngoja msalimie hapa. Unajua unaendeleaje? Si wazima, tunashukuru.
Shemeji yupo wapi? Shemeji yako ametoka bwana, hajarudi bado. Hajarudi. Na sasa hivi nanenepa dada yake. Hamna, nanenepa wapi? Hapa ni shida tu hapa. Maisha umeyapatia bwana. Kwanza hapa na stress kama nini? Stress za nini tena? Wewe acha tunepa naishi na shemeji yangu. Ndio shemeji yangu mwenyewe. Mlemavu basi mzigo mtupu. Yupo wapi mtu mwenye boss mjui? Yupo ndani amelala. Yaani mdosa analala tu basi kwa mnyanyue umpeke chooni, umrudishe, umfanyie kila kitu. Kwa dada sasa hivi hapa nalea walemavu. Yaani mdogo wangu sio walemavu. Yaani ndani nimekuwa kama usigeni. Wewe nyumbani hujaua. Unaweza ukarudi. Uko hapa unakaa unalea walemavu tu yani. Sawa ndio sijaua lakini mimi hapa nipo na jambo moja tutakwambia tu ndoa. Sasa ndio ndoa yako sikatai. Shemeji mimi namjua. Huyo ndugu yake mlemavu. Kwani hapa kuleta mpambani mume wako mpambani hapo mlemavu? Wewe tulia uone show. Mimi sinajua. Yaani ataondoka mundani. Safi. Na siku nyingi nzuri. Onekani. Nipo bwana. Au si? Nipo. Ila jana nilikuja kwako pale. Ila majibu alionipa mkeo Ndio. sio mazuri kabisa. Mimi nimekuja pale majibu alionipa ndo amenishangaza, ila si mkeo tu. Ile tabia kwa bado kidogo tu nimpige. Yaani bado kidogo. Bwana, pole sana kwa changamoto uliyopitia nyumbani kwako. Sawa, asante. Tunajua wanawake zetu wao tunaoa mjini wanawake waeleweki. Bila sema mimi nawaza. Wazo. Wasije tena ndugu wangu. Yaani inabidi upo na roho ngumu. Yaani kifupi roho mbaya. Utaweza kweli? Jambo gani tena mbona tunaanza kutishana? Kwa inabidi upe shemeji yako mwekea hata sumu afe. Sumu tena? Na unashangaa nini? Hayo mambo mengine. Tuachane nayo kwanza. Mimi jambo langu nitalifanyia kazi. Maana sasa isha kwa mchana, ngoja niendelee chakula kwanza tule, afu sijui mambo mengine naendaje. Haina shida basi. Basi sawa, niko ndani. Ndaye pale. Poa. Sasa hebu niambie sasa mpango gani sasa? Mimi nilikuja pale nyumbani kwenu nilikuwa na shida na yeye. Nilikuwa nataka tuende kuishi kwa sababu ulisema kikutokea na mwisho tusituane. Ila kutokana na mkeo alivyojibu nikashindwa kabisa. Hamna ndugu yangu, wewe shiti bwana. Wewe mwanamke, unaona? Alafu sisi mwenyewe ni wanaume, unaona? Wewe pale achana naye. Mwenyewe nilimpata mtu mwingine tukaenda kuifanya ile kazi. Ila kitokea mishe nyingine, siwaze nitakushtua. Basi sawa sana. Hamna noma ndugu yangu. Wewe ndugu yangu, unajua mambo yakienda sawa. Hamna shida. Sawa. Hamna shida, tutashtuana. Wewe tunapenda juu. Mimi kwa mangi pale kwa madeni. Basi poa. Tuko pamoja. Poa.